Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapendwa wote mnaofuatilia chaneli zetu pendwa hizi na darasa mbalimbali. Leo tumekuja na darasa zuri sana. Darasa hili linamhusu huyu mnyama, linamhusu huyu mbuzi. Wengi wao wameshazoea mbuzi huyu ni wa kutoa makafara, yani mbuzi huyu ni wa kufanyika makafara tu, lakini labda nipende kumipa faida kubwa zaidi. Mbuzi huyu anaweza akatumika kwenye upande wa mahaba, haswa mbuzi huyu mwekundu. Lakini mbuzi huyu anaweza kaingia kwenye hayo masuala ya makafara, masuala ya majini na kadhalika. Lakini vile vile mbuzi huyu mwekundu anaweza kaingia kwenye kuangamiza uadui. Mbuzi huyu mwekundu anaweza akaingia kwenye kuangamiza uadui na kusambaratisha kila aina ya ubaya. Lakini mbuzi huyu mwekundu anaingia kwenye upande wa tiba. Mtu unayesumbuliwa majini, basi mbuzi huyu mwekundu anaweza kaingia kwenye kutibu. Mtu unayesumbuliwa na masuala ya uadui, mbuzi huyu mwekundu anaingia kwenye masuala hayo ya kupiga uadui. Lakini mbuzi huyu pia anaweza kaingia kwenye masuala ya kuangamiza. Mimi leo nitamipa machache sana, au nitamifafanulia machache sana katika faida hizo ambazo mimi ninazozizungumzia kuhusu mbuzi huyu. Jambo la kwanza kabisa ambalo nitamipa faida kubwa sana, pendeleeni kwanza kutumia hawa wanyama. Hawa wanyama makafara yao kidogo yanakuwa ni makubwa, hata ile jambo unalokusudia linakuwa lina nguvu, tena linakuwa lina haraka zaidi. Huyu mbuzi wa rangi nyekundu, ukichukua moyo wake, mbuzi huyu wa rangi nyekundu, basi ukamnuia kisha ukamchinja, ukachukua moyo wake, kuna tarasimu inatumika, unaweka katikati ya ule moyo, kisha moyo ule unaufukia ardhini. Ukishaufukia moyo ule, basi juu yake unakoka moto. Hakika yule ulomkusudia kimahaba, kimapenzi, hata chukua raundi, hata chukua muda, atakutafuta haraka sana, na moyo wake huko alipo utamuwaka kupitiliza. Hata kama kuna ahadi ameitoa juu yako, basi hakika utajionea maajabu. Ahadi ile atatimiza haraka sana, kwani moyo wake utakuwa unamuwaka moto kama ule moto tu, kama tulivyookoka ule moto juu ya yule moyo ambao tumeufukia chini ardhini. Lakini mbuzi huyu pia utakapomkusudia kwenye masuala ya mambo yako, huyu mbuzi ana siri moja hapa, ana alama ya rangi nyeupe. Mbuzi huyu utakayemkusudia ambaye anakuwa na alama ya rangi nyeupe alafu ni mwekundu, ukamkusudia katika mambo yako, ukashika sikio la kulia, ukashika na sikio la kushoto, ukamkusudia mbuzi huyu, basi kuna taratibu zinakuwa zinafanyika, unatawakali kwa wale mahudama, hakika utajionea maajabu makubwa sana. Mambo yako yale yatakwenda tena kwa nafasi kubwa. Lakini mbuzi huyu pia ni mnyama ambaye ameongelewa, mnyama huyu ambaye anaweza akatumika kwenye makafara mbalimbali. Wakati mwingine ukiona mambo yako hayaendi, lakini wakati mwingine ukiona kuwa kuna changamoto nyingi sana unakuwa unapitia, basi kuna taratibu zinafanywa. Unachukua mbuzi au unanunua mbuzi kama huyu, kisha anakusudiwa, kisha kuna mambo yanakuwa yanafanyika kwa taratibu zake. Nikisema kuna mambo yanafanyika, na maanisha mambo mengi sana. Kwa mfano hapa umeona jinsi ilivyo hapa, kuna ubani mchanganyiko, ubani maalum, lakini kuna nazi. Hizi nazi kuna shikeli zake zinaandikwa, lakini na ubani kuna taratibu zake hapo ambazo unakuwa unakusudia na nuia. Basi na mbuzi huyu inafanyika kile kisomo chake, kisha mbuzi huyu anachinjwa kama kafara, kisha zinachukuliwa zile nazi ambazo zimeandikwa shikeli kwa makusudio maalum, basi zinaenda kupigwa nazi zile, inakuwa ni sehemu ya kafara. Hivyo basi mbuzi huyu anakuwa anabeba mambo mengi sana kwenye upande wa makafara. Mbuzi huyu anakuwa anabeba mambo mengi sana kwenye upande wa tiba. Mbuzi huyu anakuwa anabeba mambo mengi sana kwenye mambo mbalimbali. Hivyo basi pendelea kutumia njia ya mbuzi kwenye kufanya kafara zako. Pendelea kutumia njia ya mbuzi kwenye kufanya majambo yako. Mbuzi huyu anaweza akatumika pia kwenye masuala ya kesi. Mbuzi huyu anaweza akatumika pia kwenye masuala ya kesi. Unaweza kujiuliza kwa nini atuiko kwa masuala ya kesi wakati mbuzi huyu ni wa rangi nyekundu? Hizi ni siri na ni elimu ambazo zipo. Ukihitaji elimu kama hizi, basi unaweza ukazipata, lakini ukihitaji kufanyiwa jambo kama hilo pia unaweza ukafanyiwa, kwa sababu sehemu ya mbuzi huyu kumtumia katika njia kama hizo ni vitu ambavyo wala havirudi nyuma, ni vitu ambavyo vimenyooka, ni vitu ambavyo vinakwenda
vile unavyokusudia, vile unavyofanya, basi jambo lazima liende kwa nafasi kubwa sana sana sana. Mbuzi huyu pia hiki kichwa baada ya kuchinjwa, kichwa chake inaweza ikatumika kwenye jambo gani? Inaweza ikatumika kwenye jambo la kuzima uadui, inaweza ikatumika kwenye jambo la kinga. Mbuzi huyu mwekundu pia anatumika kwenye masuala ya kinga. Kama unataka kuzindika nyumba yako, kuikinga nyumba yako, kuna tarasimu ambayo inakuwa inaandaliwa. Tarasimu ile ikishaandaliwa, basi analishwa mbuzi huyu. Akishalishwa mbuzi huyu anakuwa anachinjwa. Akishachinjwa anachukuliwa kitambaa cheusi na kitambaa chekundu, kisha anakuwa anafungwa. Kinafungwa kile kichwa. Baada ya hapo kinazikwa katika ule mji. Hakika hakuna mbaya yoyote atakayesogelea katika ule mji. Hakuna yoyote mwenye ubaya wake, mwenye uadui, fitina na kila aina, hata kama wale ni wachawi, hata kama ni majini, basi hakuna atakosogea katika mji huu, kwani kinga hiyo itakuwa ni kinga mujarabu sana sana sana. Hakikisha unapochukua mbuzi, basi chukua mbuzi yule ambaye yupo katika hali tayari ya kukomaa, ndo uweze kumfanyia shughuli hizi. Mbuzi huyu mwekundu anakuwa anabeba mambo mengi sana. Nikisema mambo mengi namaanisha siwezi kuelezea yote kwa pamoja kwa sasa hivi, ila nitaelezea kwa mfano huo kwa baadhi ya mambo. Wewe ambaye una matatizo yako, wewe ambaye una shida zako mbalimbali, wewe ambaye una mazito yako, ambaye unaona mazito haya yanakuwa na ugumu, yameshindikana kweli kweli, basi njoo hapa tumuombe Mwenyezi Mungu, kisha tufanye kafara kama hizi za kuchinja hawa wanyama. Hii sehemu tu ya kumwagika damu, basi ni sehemu ya makusudio ya kutoa kafara juu ya ile tatizo lako, kuondoshewa ile tatizo lako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuondoshewa ile mitihani yako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Huyu mbuzi unaweza kumtumia katika mambo mengi sana, lakini mbuzi huyo ana kafara lake linakuwa lina nguvu sana. Yapo makafara mengine makubwa zaidi, makafara ya ng'ombe na kadhalika, lakini leo tumependelea tumtumie huyu mbuzi. Ni mfano unaoona hapa. Hii ni shughuli ya mtu ambayo ipo tayari na taratibu zake zinafanyika, na kwa hakika tunaenda kufanya mambo makubwa sana kupitia mnyama huyu, kwani atayaona maajabu makubwa sana baada ya kufanya shughuli yetu na kumchinja huyu mbuzi, majibu yake yatakavyokuwa. Mbuzi huyu pia, hata wewe ambaye unadai mapesa na mapesa huko, ambaye unadai mapesa na mapesa, una uzito, ulipwi, wewe umezulumiwa na kadhalika, basi tunaweza tukafanya njia hii, kafara hii ya kupitia mbuzi huyu mwekundu, na ukajionea maajabu makubwa sana. Yule unomdai kwa haraka sana uko alipo atakutafuta na atakulipa ile haki yako wewe, atakulipa ile pesa, atakulipa kile unachomdai wewe. Kupitia nini? Kupitia kafara la huyu mbuzi. Kwa hiyo mbuzi amebeba mambo mengi sana ambayo inaweza nikamipa faida nyingi sana, lakini kutokana pia na uchache wa video yetu, basi tutakuwa tunapeana baadhi ya mambo taratibu kama hivi. Hivyo basi nipende kumikumbusha kwa wale ambao namba ya simu 0622124812, narudia +255 622124812. Kwa wale ambao wako karibu na ofisini au kwa wale ambao wamefanikiwa wanahitaji kufika ofisini, basi karibuni sana ofisini kwetu. Lakini kwa wewe ambaye pia uko mbali, usisite kututafuta, namba zetu pia zinapatikana WhatsApp. Hakika uko ulipo kupitia jina lako, basi Mwenyezi Mungu tunayemuomba huku ndio huyo hapo ulipo wewe, ndio huyo tunayemkusudia kumuomba. Vile pia hata kama uko mbali, usione shida, usione ajabu, usiwe na wasiwasi kwa kusema kuwa labda sitafanikiwa kwa sababu siko mbali. Hapana. Utafanikiwa jambo lako kupitia jina lako, kupitia njia tutakazotumia, kupitia mnyama kama huyu, kupitia zile taratibu tutakazozifanya, basi jambo lako hakika litakwenda huko. Jambo lako litakwenda huko kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na utajionea maajabu makubwa sana. Mimi sina la ziada, niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana.